Sikia nikwambie mke wangu. Genge hili hapa. Tupite moja kwa moja gengeni tuchukue matunda. Sitaki tufike nyumbani uanze kunisumbua. Sawa? Sawa mume wangu. Hiyo kazi nafanyaje ya babangu? Kazi za watu mwanamke. Mimi naheshimu kazi ili wewe uishi. Nafanya kazi ili wewe mke wangu upendeze. Wewe utapendezaje? Nyumba za kupanga hizi. Si unanielewa? Hata kama wewe unachelewa kurudi nyumbani. Ukifika nyumbani haukai muda mchache tayari ushauri. Makelele tatizo lako. Kwa mimi na makelele. Wewe unagubu sio makelele tu. Mimi nachoka. Toki kazini matatizo, nyumbani matatizo, kazini matatizo. Yaani baada ya kupata amani ni kero. Jinsi ulivyo na wewe mwenyewe utafanana. Rangi yako ya sura ni tofauti kabisa. Kuna gubu tayari. Huko kazini unakozungumzia, hiyo simu yako yenyewe nikishika, picha zilizojaa kwenye simu yako ni za wanawake tu. Hakuna picha mwanaume mwenzio mle ndani. Kwa hiyo ile picha ndio zinakomeza kichwa, si ndio? Unashindwa kujua kama wiki ya juzi tu hapo tumefanya sherehe pale kazini. Kwa hiyo kwamba sisi tusipige picha. Mimi sijapiga picha. Au nipigie picha kwenye simu zao. Post. Au nipige picha na wanaume tu. Kwamba sasa zile picha zimekuwa picha za kivita sasa. Midume tupu ya, si ndio? Embo acha kuwa na klipo tofu basi. Jiamini kama mwanamke. Kali usiongee wewe, Kali sasa hivi wewe ni malaya. Na sio malaya tu. Kali wewe ni kahaba. Tena ni kahaba usiyokuwa na faida. Unaenda wapi naongea na wewe? Karibu shemeji. Oh. Karibu sana ndugu yangu. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Karibu. Asante. Asante. Kuja wakati mwafaka ndugu yangu. Kwa maana gani? Ulitususa shemeji yangu, mpaka nilikumisi. Maana kaona isipite bure bila kuwasalimia ndugu zangu. Maarifa kwanza. Umekuja wakati mwafaka ndugu yangu. Yani shemeji yangu. Karibu sana ise. Nakuja wakati sahihi kabisa. Sijali. Nashukuru sana. Kaona tupite kidogo na wasalimu hapa. Sijali. Sio mimi. Kama atakubali shemeji yako uende bila kula, sawa. Hapana, haiwezi kutokea.
Lazima ule shemeji yangu. Vipi kwanza lakini mdogo wangu wa jambo? Jambo acha tutie sunna. Tutie sunna kidogo. Maana wanasema ukikuta vitu kama hivi, tutie sunna kidogo. Alete nice yangu mwisho. Tamu sana. Tamu sana kidogo. Nafika. Nafika. Bismillah. Karibu shemeji yangu. Naona kitu cha samaki. Yaani na laiti kama shemeji yako angejua au tungejua kama unakuja leo. Angekata bonge la kachumbari. Pilipili kwa mbali. Na vitu kama hivi hapa sasa midali ya mchele. Sawa. Sio mchezo. Kula ndio yangu. Sema. Nimetia sunna. Maana nikishibia hapa. Nadhani nyumbani nitaujua nimeshiba nimekula wapi. Hiyo. Kidogo sana shemeji. Ni sunna tu, ni sunna. Msijali. Na kwa sababu shemeji yako imelizika. Sio mbaya. Sawa. Asante sana. Haya. Imani kalizika shemeji yako. Sio mbaya ni. Asante sana. Asante sana. Mungu awabariki. Bwana kwanza karibu sana. Tunadhani tutawasiliana. Haina shida. Haina shida. Shemeji? Acha niwaache. Unaondoka? Maana najua bibi atakuwa tayari kule. Shandaa vitu fulani sana ndio maana naogopa hapa nikishiba sana. Nitaujiwa hapo. Ndugu yangu. Acha niwaache. Haya, karibu sana shemeji. Haina shida, haina shida. Msalimie mdogo wangu sawa, haina shida. Haya. Kula. Kwanza hapa tukaongea. Ina ubadiliki kitu kila kukicha bwana. Sibadiliki nini hatujamalizana kazi. Hebu niache basi kwanza. Tangulia kule. Nitangulie nini? Twende wote. Lakini kile kinachotokea sio kwamba nafanya makusudi. Ni moyo wangu. Na sio moyo, ni kile kilichopo ndani ya moyo wangu. Unajua Fika, nakupenda sana mume wangu. Nakuelewa sana mke wangu kwa sababu sio leo wala jana. Najua Fika jinsi gani jinsi nilivyo kwa moyo wako. Na sio wewe tu. Hata mimi pia. Nimekujaza vile vile pasao. Ila tu ni kitu kimoja tu ndio nimeshindwa kunielewa. Sio mimi. Ni kazi za watu. Mpaka nichelewe. Hivi kuna mtu anapenda kuacha tunda lake likawa kaa peke yake tu likazagazaga, au kuwa na samani likakaa peke yake tu bila kumwagiliwa maji? Natamani muda wote nikae na wewe nikiwa tuenjoy, tufurahi kama zamani, ila ni kazi za watu. Ila siku nipata nafasi utaenjoy. Sitamani mimi Mungu wako uweze kumjeruhi, ngozi sio kupigwa. Hata siku moja wewe ni zaidi ya malkia juu yangu. Ndio maana pambana, nizidi kukutunza, nizidi kung'aa. Sasa nakufundisha na makofi kweli nakuja mke wangu. Sawa. Usiwe na hasira sasa. Na kama kuna kosa basi wewe uniambie. Kuliko unakaa na nuna. Picha za watu mke wangu zisikuchanganye kwenye simu. Mtu anaomba apige picha na wewe utamkataza. Na ndio marafiki wakasema tuangalie sisi.
Niangalie mimi. Usimwangalie mtu mwingine. Na mimi nakuangalia wewe tu. Tena mimi ndio ninauliza. Unatoka tu. Maswali mengi kichwani mwangu, lakini najua mke wangu ananiamini na mimi namwamini. Natamani sana faraja yako kurudi kama zamani. Kuna wakati mke wangu nikimwambia hapa tu mnashiba bila kula. Kwa sababu tabasamu nzuri. Na Mwenyezi Mungu bahati nzuri, eti bahati mbaya. Ndio mnakumazi. Hajakosea. Si udongo wa mwisho. Ni udongo wa awali wa kwanza. Afu akakaka ngombo. Ndio maana nikazaliwa mimi sasa. Kile kitu nilichokiumba na mimi nije nikiumbulishe zaidi. Na sasa nikiumbulishe zaidi. Nakutaji sana mke wangu. Lakini unasema hivyo kila siku ndio unavyoniambia kwamba utawahi kurudi. Waniacha peke yangu huko ndani. Kuanzia asubuhi mpaka usiku niko peke yangu huko ndani. Lakini nimekuelewa. Na nitajitahidi. Sitaki tena mke wangu hapa ukimuda umevimba hivi. Sitaki tena tukazana. Nitajitahidi mke wangu. Sitafanya tena kosa nishauri. Faraja yangu ni wewe. Ni wewe na mimi. Nakuahidi. Kero tena basi. Nakupenda pia. Rabbaika sheka. Kuja ndugu yangu. Nakaribia vizuri kwa mara nyingine. Leo bwana sina jambo kubwa sana. Lakini tu kidogo kwanza nikushukuru sana ndugu yangu. Nakushukuru sana tena sana kwa dua zako. Zinanifanya mimi naishi. Miongozo yako, elimu yako kwa kunipatia kwa kuniimarisha. Na kunishauri vitu vingi tu, hususan biashara, na kupata mke bora, mke mzuri. Nakushukuru sana kwa ndugu yangu. Sina cha kukupa zaidi kwa hapo. Lakini shehe wangu leo kidogo nataka jambo unishauri. Jambo langu bwana si mwingine ni mke wangu. Mke wangu bwana mimi kwa kweli anisumbui sana. Ila tu ana kero ya kudeka. Kuna wakati mpaka ananifanya niwe na jazba kunitia hata makofi lakini najizuia kwa yale maneno yako ninapoyakumbuka. Ni mdekaji sana. Kudeka basi sawa deka, lakini sasa anahitaji kwamba nichelewe kurudi mimi. Ninapokwenda kazini basi muda wake ananipangia yeye saa 12 nifike nyumbani. Sasa mimi nafanya kazi za watu. Hapo ndio kwenye mtihani hapo. Huwa tunakosaga mpaka maelewano. Kwanza nikupe pole. Na la pili pia nikupe hongera kwa kuweza kustahimili yote ambayo mkeo anafanya. Kikubwa Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoumba. Mwenyezi Mungu ameumba mwanamke akiwa mdhaifu sana. Mwanamke ni kiumbe dhaifu sana. Na pia Mwenyezi Mungu akamuumba mwanamke akiwa kiumbe msikivu sana. Na akamuumba kuwa kiumbe mwenye hekima. Kikubwa ni nyinyi mkakaa mkazungumza na ukampa ratiba zako zote. Ili tu msikosane. Mwenyezi Mungu anasema, na wakitengana Mwenyezi Mungu hatomtosheleza kila mmoja katika wao kwa ukunjufu wake, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu mwenye hikma. Endapo majambo haya yakifanyii mtengane, basi Mwenyezi Mungu hatofurahia, kwa kuwa mna nyakati na mna wakati wa kuzungumza na kuyaweka yote sawa. Kikubwa ni wewe kukaa naye na ukampa ratiba zote za pale kazini kwako unapofanya kazi, muda wa kazi kuisha, muda mwingine kama kazi kisha muda huo unaweza ukapitiliza mpaka muda fulani, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa uelewa mzuri, wanakuelewa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wanawake zetu ni kama maua,
basi tuishi nao vizuri, wawe na furaha ili waweze kutupendeza. Endapo kama akiwa hana furaha ndani, hataweza kukupendeza. Ili awe na furaha, muandae vizuri nyumbani. Mpe ratiba zako zote, mweleweshe kila jambo. Kipi anachopaswa kufanya, kipi inabidi afanye, au jambo gani inabidi alifuate. Na kingine, usisahau kumkumbusha kuwa Mwenyezi Mungu yupo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na usimuhimize sana afanye ibada na asome Qur'ani wakati wowote. Sitakuwa nimeeleweka vizuri hapo. Yaani ndio maana kila kukicha kwamba maneno yako yanatembea sana kwenye kichwa changu. Yanaishi. Ndio maana kaona hapana. Ndio kwanza kidogo nikapata elimu kwanza kwa ndugu yangu pale. Alafu kisha niamini je nikae na mwenzangu chini niweze kumfahamisha bwana tunataka tuishi hivi, msingi iko hivi, msingi iko hivi. Kuwa na imani. Kwa nini unakosa kuwa imani? Mimi nimekuelewa vya kutosha. Nimekuelewa vizuri tu. Nimekuelewa kutosha na nashukuru Mungu. Ila sio hivyo tu. Ipo siku nitakuja nayo. Nitafanya kazi na nitazidi sana kumwelekeza. Karibu. Kingine siku tutapata nafasi, naweza mkaja wote. Ili mpate nasaha. Natamani. Unaporudi tuweza kukaa wote. Basi Mungu tuseme tu inshallah. Inshallah. Salama. Fati. Mama. Njoo mama. Sasa. Naona mapema tunafikia ndani. Nimechoka kinoma. Sasa tuache. Sasa sikia. Kesho mimi natoka. Ndio unasema sipo na shughuli yangu. Kesho basi wewe usiende. Fungua bana. Afu angalia ndio tunafanya kazi. Maana mwingine unafikiria hivyo hivyo na maana ni sana kwa. Sasa sio kwanza kuna dada mmoja ananiambia kwamba ataita mzigo. Basi kuwa makini naye. Ndio kwanza usichukue tu kwa dada. Kali mume wangu. Tundoke bani, si ushamwambia kaelewa. Sawa. Hebu uchunguze kwanza. Kisha chunguza kwa sababu au shemeji hujaelewa kaka? Nimekuelewa lakini brother ananielekeza hivi. Bwana, twende sasa. Mama, Poa ina mama. Natamani niwe kama brother. Ndio hivyo haiwezekani.
Ah!